Katika makazi ambayo tunaishi mimi na wewe, zipo aina mbalimbali za mifugo ambayo tunapenda kuifuga katika makazi yetu. Kwa mfano, ng'ombe, mbuzi, kondoo, mbwa, paka, kuku, bata au kanga. Hii ni miongoni mwa mifugo ambayo asilimia kubwa ya wanadamu hupendelea kuifuga katika makazi yao. Zipo faida mbalimbali ambazo huwa tunazipata kutoka katika mifugo ambayo tumeifuga katika makazi yetu, ikiwa ni pamoja na kupata kitoweo kwa baadhi ya mifugo ambayo tumeifuga. Lakini baadhi ya mifugo inaweza kutusaidia jukumu la ulinzi ili wadudu hatari wasije kuingia katika makazi yetu. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, ipo baadhi ya mifugo ambayo sauti zao zikisikika kwenye masikio yetu huwa zinaashiria uwepo wa vitu fulani, aidha katika ulimwengu wa kiroho au katika mazingira ya makazi yetu. Miongoni mwa mifugo ambao sauti zao zikisikika katika majira fulani huwa ni ishara ya uwepo wa kitu fulani kisichokuwa cha kawaida katika makazi yetu ni jogoo. Bila shaka tumefuga jogoo katika makazi yetu. Jambo ambalo unatakiwa kulijua ni kuwa kila jogoo anapowika katika majira fulani huwa anaashiria kitu fulani katika maisha ya mwanadamu. Katika video hii nitakwenda kukuambia jogoo anapowika kwenye makazi yako ni kitu gani ambacho huwa anamaanisha. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni mambo ambayo yanaashiriwa katika makazi yako pindi jogoo anapowika katika nyakati mbalimbali. Namba 1, jogoo anapowika huwa anamkumbusha mwanadamu juu ya makosa ambayo ameyafanya kwa Mwenyezi Mungu. Asilimia kubwa ya wanadamu, jogoo wanapowika kwenye makazi yao hawafanyi lolote kwa sababu wanachukulia hali ya kawaida, lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua, miongoni mwa maajabu ya jogoo ni kuwika kwake, kwani kuwika kwake huwa kunamkumbusha mwanadamu juu ya makosa ambayo ameyafanya kwa Mwenyezi Mungu. Zipo nyakati ambazo unaweza ukawa unafanya vitu visivyompendeza Mwenyezi Mungu, na kila unapokuwa katika makazi yako jogoo anawika. Jambo ambalo unatakiwa kuliweka akilini ni kuwa kuwika kwa jogoo huyo kuna kukumbusha kumrejea Mwenyezi Mungu. Yapo maandiko katika kitabu kitakatifu cha Biblia ambayo yanaeleza namna ambavyo mmoja kati ya wanafunzi 12 wa Yesu ambavyo alikumbushwa na jogoo kuhusiana na makosa ambayo ameyafanya, na hapo akajuta sana, akaamua kutubu na kumrudia Mwenyezi Mungu. Si mwingine ni Petro. Hata kabla ya Petro kufanya usaliti wa kumkana Yesu, Yesu alikwisha mwambia, kabla ya jogoo kuwika mara 2 utanikana mara 3. Kweli, alipoulizwa kuwa yeye yuko pamoja na Yesu, alimkana Yesu. Alipoulizwa mara ya 2 tena, alimkana Yesu, lakini jogoo akawa amewika mara 3. Kitendo cha jogoo kuwika mara ya 3, hapo ndipo kumbukumbu zake zikamrejea kuwa amefanya dhambi ya kumkana Yesu. Petro akalia sana na kuomba toba, kwani alijikuta amefanya kitu kwa ajili ya kujitetea mwenyewe, kwani aliamini kitendo cha kusema yuko pamoja na Yesu inawezekana adhabu ambayo Yesu alikuwa anapewa na yeye pia angepewa. Hivyo hata katika maisha ambayo tunaishi mimi na wewe, wakati mwingine jogoo anapowika inaweza kuwa ni ishara ya ukumbusho wa makosa ambayo tunayafanya kwa Mwenyezi Mungu. Kila jogoo anapowika, tafadhali rejea na tafakari makosa mbalimbali ambayo umekuwa unamtendea Mwenyezi Mungu. Omba toba kama alivyofanya Petro. Namba 2, jogoo anapoingia ndani ya jiko lako na kuwika ni ishara ya uwepo wa baraka ya chakula katika mwaka huo. Mataifa mbalimbali yanayo imani ya kuwa
Jogoo anapoingia katika jiko lako ni ishara njema. Hata ikiwa ameingia bila kuwika, huwa anaashiria na kukupa ishara kuwa mwaka huo utakuwa mwaka mzuri sana katika maisha yako. Kutakuwepo chakula cha kutosha, kwani sote tunajua jikoni ni sehemu ambako chakula huandaliwa. Kitendo cha jogoo kutoka katika mizunguko yake kisha akaingia katika jiko lako, unatakiwa kufurahia kwa sababu anakupa ishara ya uwepo wa chakula cha kutosha katika mwaka huo. Kama umelima mazao shambani, ni ishara mwaka huo utavuna mazao mengi katika mashamba yako. Na ndiyo maana vyombo vingi ambavyo vinatumika katika majiko yetu vimechorwa alama ya jogoo. Ukiangalia baadhi ya visu vina alama ya jogoo. Ukiangalia baadhi ya masufuria ambayo tunayatumia yana alama ya jogoo, na hata baadhi ya mabati ambayo tunayaezeka kwenye makazi yetu, hasa yale mabati ya watu wa Urusi, yana alama za jogoo. Lakini vitu mbalimbali ambavyo tunavitumia katika makazi yetu, ikiwa ni pamoja na pasi za mkaa, zinakuwa na alama za jogoo. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu wapo baadhi ya watu ambao hata wanapojenga nyumba mpya katika maisha yao humtanguliza jogoo na kumuacha mpaka atakapowika, kwani kitendo cha jogoo kuwika kwenye makazi yako inakuwa ni kama ishara ya kuvuta baraka katika makazi yako, na imani hii inaaminiwa sana na watu wa Urusi. Hivyo wakati mwingine hata jogoo akiingia kwenye makazi yako na akawika, usimshangae, analeta baraka kwenye makazi yako, anaondoa mikosi na nyumba yako inabaki safi. Namba 3, jogoo humkumbusha mwanadamu kuamka na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Asilimia kubwa ya jogoo ambao tumewafuga katika makazi yetu wana kawaida ya kuwika alfajiri na mapema. Unajua kwa nini jogoo inapofika alfajiri kabla ya wewe kuamka wanawika? Wanataka usikie kuwa umeamka salama, na lengo la kitendo hicho ni kukutaka wewe umshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuamsha salama. Kwani katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya watu ambao walitamani kuamka salama kama ambavyo umeamka wewe, lakini hawakuipata bahati hiyo, badala yake walipoteza maisha. Wapo ambao waliamka wakiwa mahututi, lakini wewe unapokuwa miongoni mwa binadamu ambao wamechaguliwa kuamka salama, ujue wewe ni moja kati ya watu wenye bahati kubwa kwenye maisha yao, wala si kwa sababu wewe ni mwema kuliko binadamu wengine. Wakati umelala, lolote lingeweza kutokea. Jogoo anapowika anakukumbusha ushuhudie matendo makuu ya Mwenyezi Mungu, uamke na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hivyo kitendo hicho cha jogoo kuwika kinakupa ishara ya kuwa ni muda sasa wa kuamka na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Namba 4, jogoo anapowika usiku wa manane anaashiria uwepo wa viumbe wasiokuwa wa kawaida katika makazi yako. Zipo nyakati ambazo usiku wa manane unapofika, unaweza kushangaa na kustajabu, imekuwaje jogoo akawika, hali ya kuwa umezoea kumsikia jogoo wako kuanzia alfajiri na kuendelea katika majira ambayo yanafuata. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, jogoo anapowika katika mida hiyo usiku wa manane, saa 9 za usiku au saa 10 za usiku, huwa ni ishara ya uwepo wa nguvu isiyokuwa ya kawaida kwenye makazi yako. Na mara nyingi jogoo atakapowika kwenye mida hiyo, utawasikia na jogoo wote ambao wapo jirani na maeneo ambayo wewe unaishi wanawika. Mara nyingi huwa anakupa ishara ya kuwa maeneo hayo yamevamiwa na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Inawezekana kuna viumbe wa kiroho, ama inawezekana kuna wachawi wamevamia katika eneo lako. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya endapo jogoo atawika katika usiku wa manane, amka, fanya ibada, kwa sababu ibada pekee inaweza kuwaondoa viumbe wa kiroho ikiwa wamekuja katika makazi yako wakiwa na nia mbaya. Namba 5, jogoo akiwika katikati ya mlango wa nyumba yako ni ishara ya bahati njema katika makazi yako. Jogoo wanaweza kuwika wakiwa katika mazingira mbalimbali. Yapo baadhi ya mazingira ambayo jogoo wanaposimama na kuwika yanaashiria uwepo wa vitu fulani kwenye nyumba yako. Miongoni mwa maeneo hayo ni katikati ya mlango wako,
Endapo wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wamemshuhudia jogoo akiwika huku akiwa amesimama katikati ya milango ya makazi yao, ujue ni ishara ya ujio wa jambo jema katika makazi yako. Zipo nyakati ambazo jogoo anaweza asiwike, lakini akalia mlio fulani ambao ni kama wa kukoroma hivi. Nyakati hizo pia jogoo anakuwa amewaona viumbe ambao hawaonekani kwa macho ya kawaida, yani anaashiria uwepo wa adui katika makazi yako. Ukimsikia jogoo anakoroma, ni vema ukachukua tahadhari. Inawezekana wakati mwingine akawa ameona hatari kama nyoka ama viumbe ambao wewe hauwezi kuwaona kwa macho yako ya kawaida. Huo ni wakati ambao unatakiwa kuchukua tahadhari katika maisha yako. Lakini wakati mwingine kuwika kwa jogoo kunaweza kukamaanisha siku hiyo itakuwa ndefu ama usiku utakuwa mfupi. Usiku utakuwa mfupi endapo jogoo ataanza kuwika usiku wa manane, ujue siku hiyo usiku utakuwa mfupi na mchana utakuwa mrefu. Lakini pia wakati mwingine jogoo anapowika huwa anamtukuza Mwenyezi Mungu. Ni ishara ya kuwa hata sisi wanadamu tunapaswa kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa uumbaji ambao ameufanya katika maisha yetu. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.